kubwa. Sasa hivi ukiangalia companies ambazo zina rule the world, yani zina market capital kubwa, utakutana na Nvidia, Google, Meta, Amazon, Apple, Broadcom. Most of these companies au business nyingi kipindi yale makampuni mengine yalikuwa yana rule the world around 2000s, zilikuwa sio public yet. Kipindi hiko inawezekana labda ndo zilikuwa ni startups tu au zinaanza kujitafuta. This means the next 20-25 years probably these companies zitakuwa ni za kawaida tu, yani zitakuwa hazirule tena the world. Lakini kwa company kama Amazon, which went from around $100 during the bubble peak, bado unaona zitaendelea kuwepo kwenye form, kwa sababu ni kama supplier ya companies nyingi, wana supply almost labda Nvidia. Hizi AI companies, tech companies, naona kama zina future kubwa sana, japokuwa hii nayo sio nzuri sana, kwa sababu naamini technology advancement na mabadiliko yanaendelea kila siku. Kwa hiyo haitashangaza mwaka 2045 tusizisikie tena au tusizione sana. Lakini kuna companies ambazo zina focus na longevity, yani zenyewe zipo zina maisha na zitaendelea kuwepo maybe. Kwa mfano company kama Visa ukiangalia, yani trend yake imeanzishwa mwaka 1958 mpaka sasa hivi market capital yake sio kubwa wala sio ndogo, yani ina maintain. Hata Microsoft they are really doing good. Na hii inamaanisha kwamba nothing in the market stays forever. Nothing in the market stays number one forever. Kwa hiyo kuna muda ambao ukifika, due to technological advancement na mabadiliko na time pia, hizi companies zinakuwa zinashuka thamani. Yeah, nothing stays number one forever. Kuna muda utafika una drop. Inatukumbusha kwamba you don't know about your next 20, 10, 5 maybe years. What you all need to do ni kuwa consistent, kufanya kitu ambacho ni kizuri zaidi. See you on the next one. This is Alpha CR.